Naam, habari popote ulipo mtazamaji wa Malenga Media, na leo niko na Elibariki msaikolojia. Tutakwenda kuongea naye mawili matatu kuhusiana na kitabu cha Kovu la Moyo kilichoandikwa na Bi Mariam Mbano, na kama kawaida nitakuongozea jahazi hili mwanzo hadi mwisho. Ni mimi Flora Sixmon. Usikose kutufuatilia, lakini nyuma ya kamera ni Adabet Mwanambu. Kwa majina unafahamika kama nani? Mimi ni Elibariki Mkumbo. Elibariki Mkumbo, msaikolojia? Yes, mwana saikolojia, ni therapist pia. Kuna tofauti kidogo hapo. Okay. Yeah, lakini tuseme ni mwana saikolojia. Okay, na maswali mawili matatu natamani kujua kutoka kwako. Kwa hivyo nilikuwa nahitaji ushirikiano wako. Karibu sana. Yeah, asante. Swali langu la kwanza natamani kujua ni dalili zipi ambazo kwa mtu ambaye ameathiriwa na mapenzi zinakuwa zinaonekana kwamba nimeumizwa, anakuwa anaathirika vipi kisaikolojia? So mahusiano yana madhara kama mambo mengine yoyote. Yani mtu anaweza kupata madhara ya kihisia yanayoweza kusababishwa na mahusiano, yanaweza kusababishwa na matukio, kufiwa. Kwa hiyo madhara ya kihisia yanaweza kusababishwa na vitu tofauti, lakini madhara yanayohusiana na mahusiano yana maumivu makali sana, kwa sababu mahusiano yanagusa ule utu wa ndani. Kwa hiyo kuna kujichukia, kuna wakati mtu hajipendi, kuna wakati unaweza kumuona mtu ameanza tabia za kutokuwa mwaminifu kabisa kwenye mahusiano, manake ni mtu ambaye ni kama na makovu. Kuna mtu unaona ukiongelea kuhusu ndoa ni ugomvi. Kuna mtu kikaa naye unaanza kusikia anakuambia na wachukia wanaume au na wachukia wanawake kama siji vitu gani, umeelewa? Yani utaanza kuona dalili zinazoonyesha mtu ambaye sitaki kukaa na mtu, sitaki mahusiano, sitaki hivi, umeelewa? Unaanza kurealize kwamba huyu mtu ana majeraha ambayo yametokana na mahusiano. Hana uzoefu mzuri na mahusiano. Okay. Je, natamani tena kujua kwamba kuna mtu yule ambaye ameumizwa na mahusiano anakuwa yupo kwenye hali ya kulia na kuonesha hisia kwamba nimeumizwa. Je, ile inaweza ikawa ni njia mojawapo ya uponyaji wake, kwamba kulia na kuonesha hisia zake kwa watu? Haiwezi kumponya, ila inaweza kuleta nafuu, ambayo hiyo nafuu inaweza kumtengenezea mazingira ya kuanza kupona. Kupona ni kitu kingine kabisa. Unajua matukio ya kimahusiano, unajua kati ya hisia zenye nguvu na kina sana kwa binadamu ni mahusiano. Hapo naongelea mahusiano, sio lazima mapenzi. Hata mahusiano ya kirafiki, mahusiano na ndugu yana kina, kwa sababu yalichukua pia muda kuyaingiza. Kwa hiyo tukiongelea mahusiano ya kimapenzi yanararua yule mtu wa ndani kabisa. Kwa hiyo lakini mtu anaanza kuwa na uchungu, maumivu makali. Kulia wakati mwingine kunamsaidia mtu kupata ule utulivu, walau kuanza kufikiri, lakini hakutibu kile kidonda. Na watu wengi wanafikiria pakipoa manake amepona. Anakuja kugundua akikutana na kitu kingine kinachomtonesa analipuka mara 10 zaidi kuliko alivyokuwa, kwa sababu kuna mlundikano wa makovu yako ndani. Okay, lakini pia natamani kujua kuna siri gani nyuma ya upendo, kwa sababu unaweza kukutana na mtu ameumizwa leo, lakini ikapita miezi kadhaa au mwaka mmoja, unakuta anaingia tena kwenye mahusiano, na anavyoingia mara hiyo anaweza tena akaingia kama alivyoingia mara kwanza. Natamani kujua kuna nini hapa, na anasahau kabisa kwamba nyuma nilishaumizwa. Yeah. Kwa lugha rahisi, hakomi. Yes, hakomi. Okay. So unajua mahusiano kwanza moja ni kwamba binadamu kwa nature yake tu kuna namna anatafuta mahusiano, yani anatafuta kuwa na link na mtu, yani kuna ile need, kuna ile kiu ya ndani ya kutafuta kuhusiana, either kimapenzi au ndugu au rafiki. Yani binadamu hana uwezo ule kukaa mahali kwamba
hana connection na mtu, kuna namna anatafuta connection, kuna ile kiu. Kwa hiyo wakati fulani hata mtu ameumizwa, lakini bado kuna ile need ya kutaka kuwa connected. Hiyo sio sababu kubwa sana. Sababu kubwa nyingine ni kwamba unakuta mtu kaumizwa mpaka anaapa kabisa, mimi mahusiano basi, lakini baada ya miezi mitatu anakuambia mwenzangu niko kwenye mahusiano. Nashangaa, si ndio? Imekuwaje? Watu wengi wana changamoto pia ya kuwa na utegemezi wa kihisia. Kuna watu ambao katika kukua na maisha yao hakupokea upendo. Umenipata? Hakupokea upendo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ndani mwake ni kama ana gap. Kwa anapokuwa na mtu akamwambia nakupenda, sio hivi na hivi na hivi, kuna namna anajisikia vizuri. Kwa hiyo anapokuwa hayupo kwenye mahusiano, kuna ndani yake anajiona kama siko kamili. Kuna utu wangu kama haujakamilika, kama nina kasoro. Unakuta muda wote anakuwa kwenye kiu ya kutafuta mtu mwingine. Lakini pia kingine ni kwamba unajua binadamu pia ana addiction ya hope, matumaini. Yaani binadamu pia kuna kitu tumewekewa kwenye saikolojia yetu. Kuna binadamu wana hii addiction ya hope kwamba yes, hile haikufanya kazi lakini nina matumaini na hope hiki kitaweka. Kwa unakuta ana kale ka hope ndio kanako mninginiza kutoka, kanakuwa ni daraja tena la kuingia kwenye mnyororo mwingine, na unajikuta anahama kutoka, anaumia, anahama, anaenda kwenye kitu kingine. Lakini kingine ni kwamba ambacho wakati mwingine kiko deep sana ni kwamba nini kinamfanya mtu aendelee. Kwa sababu wakati mwingine mtu anapotoka kwenye relationship moja, mara nyingine ni relationship ambazo zimembomoa sana ndani yake. Ni mtu unakuta, kwa mfano, kuna watu wanakuwa kwenye relationship zina break, lakini katika kubreak ameambiwa maneno mabaya ya kumdhalilisha, ya kumfanya asijione mtu. Akikutana na mtu mwingine ambaye akaanza kumwambia maneno mazuri, anaanza kuona okay, kumbe duniani kuna watu, hata kama yule anayemwambia hamwambii ukweli. Kwa unajikuta yale mapengo aliyokuwa nayo yaliyotokana na majeraha yaliyopita yanatengeneza nafasi ya mtu mwingine, kwa sababu kuna mtu anaweza kukwambia muonekano wako mbaya, si ndio? Lakini ukakutana na mtu mwingine anakuambia unaonekana vizuri. Umeona? Kwa hiyo yale mapungufu ya mtu aliyepita yanaanza kutengeneza nafasi pia ya mtu mwingine. Kwa hiyo unakuta mtu yupo kwenye chain ya kuendelea. Lakini sasa wengi wao wana move kutoka relationship moja kwenda nyingine bila kupona. Anakuwa tu amepata nafuu, ameingia kwenye relationship nyingine, na mara nyingi kama mtu hajapona unajikuta anavutia tena relationship nyingine inaenda kuumiza, kwa anakuwa kwenye mnyororo wa aina hiyo. Okay, natamani umshauri kijana au mtazamaji wa Malenga Media ni njia gani anaweza akazitumia baada ya kujikuta yupo katika maumivu makali ya kimapenzi ya kuachwa au kusalitiwa? Yes, so ukiwa kwenye maumivu makali, cha kwanza huwa nawaambia watu hakikisha, na hii narudia mara nyingi, hakikisha umepona kwanza kabla ya kujump kwenye relationship nyingine. Kwa sababu huwa nawaambia watu, ukionja chakula ukiwa na njaa, kila chakula huwa ni kitamu. Ukiwa bado hujapona, huwezi kugundua upendo wa kweli kutoka kwa mtu mwingine, kwa sababu unakuwa na upweke, una maumivu, unatafuta tu nafuu. Matokeo yake nini? Matokeo yake unajikuta upo kwenye chain ya kuingia kwenye relationship zinazofanana zile, kwa sababu ukiwa kwenye maumivu hauwezi kuona vitu kwa jinsi vilivyo. Kwa step namba 1 ni kuhakikisha kwamba unapona. Tumia breakup kujiuliza maswali, kujifunza, kutafuta msaada, kupata ushauri ili upone kwanza ndio uweze kuingia kwenye relationship nyingine. Vinginevyo utajikuta unaingia kwenye mnyororo wa relationship ukiwa haujapona. Itafika mahali
anza kujiapia kwamba mimi mahusiano basi, lakini sio kwa sababu mahusiano ni mabaya, ila kwa sababu uliyaingia wakati ukiwa